Kwa majina naitwa Chris, kwa jina la uigizaji, ila watu wanapenda kuniita Shabani. Mimi naitwa John Robert, ni muigizaji pia. Nimefurahi kukutana nawe. Asante sana. Mr. John. Naam. Karibu sana Dar es Salaam. Asante kaka. Mazingira ya Dar es Salaam umeonaje? Ni tofauti sana na Kigoma, lakini pia ni tofauti na vile ambavyo wengi labda wanayazungumzia. Unajua kama hujafika sehemu kila mtu anaita habari zake. Okay. Kwanza kuna joto sana. Kweli. Kitu kingine, mzunguko ni mkubwa wa watu. Mzunguko ni mkubwa mpaka muda mwingine huwa anajiuliza watu wana maintain vipi kuishi kwenye mazingira ambayo yana mzunguko mkubwa kiasi hiki. Ila nahisi ni kwa sababu labda sijayazoea mazingira. Niseme hivyo. Yeah. Kwenye siku hizi mbili nini ambacho umekipendelea zaidi sana hapa Dar es Salaam? Watu kuwa na ile kuamka na kazi. Kuamka na malengo ya kazi. Ndio kitu ambacho nimejifunza Dar es Salaam, afu ndio kitu ambacho nimekipenda zaidi kwa sababu mwenyewe ni mtu kati ya watu wanaopenda kuamka na kazi. Naamka na kuna kazi fulani naifanya ambayo ninakuwa nimelala nimeiandaa kesho nitafanya kazi fulani. Yeah. Karibu sana. Kwa makini ndio mtu mwenyewe sasa. Nasikia simu zinabebwaga sana huko zinaibiwa roho. Yeah. Yangu naenda nimeichunga kinamna fulani, yani nazika shtuka. Usishangae ikawa inaendea kwenye nguo ya sisi zinakuwaga na mifuko. Ndio. Nimepata muda wa kupitia movie yako ambayo umeupload jana. Kwanza hongera sana, movie ni kali, naipenda. Asante sana. Idea imekujaje ya movie, uandishi? Idea mimi ndo kwanza movie ndo niliandika. Ndio. Lakini nilivyoiandika nilikuwa na story mbili. Story moja nikaona kidogo inaweza kawa ngumu kulingana na mazingira, uhaba wa uwezo. Nikaona basi niandike kwanza nyingine, afu nitachagua. Nilivyozipeleka kwa kameramani nikamwambia nina story hizi mbili. Kwa uwezo unaona twende na ipi? Akaipenda hii hapa. Labda aliipenda kwa sababu ninacheza ni kameramani, alafu yeye mwenyewe pia ni kameramani. Wenda ndio sababu kubwa ya kuipenda, ila jamaa akawa ameipitisha. Okay. Na imekuchukua muda gani labda kwa kuandika movie na kuona movie inaweza ikawa ni nzuri sana kwa watazamaji? Ilichukua siku 4. Okay. Siku 4 kuikamilisha kuiandika. Kwa sababu nilikuwa na majukumu mengine mengi, kwa hiyo nilikuwa nalazimika kuiandika usiku. Ule muda wa kusubiri chakula ndo nakuwa naiandika. Afu nikimaliza ule muda wa kulala na nagusa kidogo namalizia. Kwa hiyo nilichukua siku 4. Okay. Na changamoto zilikuwa zipi labda kwa kushuti? Kwanza vifaa. Tulikuwa na kamera na reflector tu. Ndio. Hatukuwa na boom mic, hatukuwa na vifaa vingine vinavyohusika na mwanga, kwa hiyo kitu ambacho kilitupa changamoto kubwa ilikuwa ni uhaba wa vifaa. Kitu kingine kiuchumi. Ndio. Sikuwa vizuri. Nilikuwa na hela ndogo sana. Kitu ambacho kilinilazimisha ni mchukue Noela pilot ambaye ndo huyu hapa. Ndio binti. Nikamwambia bwana, unajua wanawake wanajua kumaintain hela vizuri. Nikamwambia bwana, mimi na kiasi kidogo hapa. Naomba uwe producer wa hii movie. Produce mwanzo mwisho, wewe utagawa budget, ujue hii inatumika hapa. Nikamwambia tutashuti wiki nzima. Uangalie kila siku nafika location watu uhakikishe hii hela inatosha na usafiri pia. Na budget yake ilikuwa ni kiasi gani? Cha wiki nzima kwa matumizi, kula na kumaintain watu 10. Ilikuwa 200,000 tu. Watu 10 kila siku usafiri na kula. 200,000 zilitosha. Okay. Ila sio kula vile vya kusema labda watu walizike. Nilikuwa na timu ambayo inalizika kwanza binafsi. Okay. Wanalizika. Ila nikaona ningewaambia wanichangie, ila nikaona nimewashirikisha kwenye kazi sijawalipa, nimewaomba wanisaidie. Kwa hiyo itabidi kwenye hili swala niwabebe. Kwa hiyo niliwaomba tu kitu kimoja, jamani, kile kitakachopatikana twende nacho hicho. Kwa hiyo kuna muda alikuwa anatuchukua na tupeleka mgawani tunakula chapati moja moja hiyo jana saa kama ni kazi yangu.
Inakuwa miaisho. hata kama ni kazi yangu guys. Na mwezi wa chapati moja. Sasa ndio hela hiyo. Ya tule afu tuende kazi. Za fresh. Kwa kivyangu mimi hiyo hela ningetumia kama siku 3 tu. Kulingana na mazingira nilivyokuwa nayaona. Siku 3 au 2. Ila yeye alivyoibudget vizuri hadi tukamalizia siku ya mwisho kabisa. Na ndo iliishana na pesa, nikasema Mungu wangu. Kwa hiyo yangejiongeza mambo mengine hapa ningekuwa nimeishia. Okay. Yeah. Na unamzungumziaje Noela kwa machache labda? Ni mwanamke jasiri, mwenye hekima na busara, ila anakuwa mpole sana kiasi kwamba kama hujamzoea unaweza hisi anadharau ama anaboa. Ndio. Ni mtu sio mwongeaji sana. Ukimwambia kitu kama ni fact, anakujibu sawa. Ndio. Hazidishagi hapo, anakwambia sawa. Kitu ambacho kilinipa changamoto kipindi najua na naye mara ya kwanza. Naongea vitu vingi afu ananiambia sawa, nimekuelewa. Najua mwanangu hamna neno lolote la kuongezea, sawa tu umenielewa, ndo maana yake nini? Ilinipa changamoto, ila nilivyozidi kumzoea nikijua ndo hali yake, sio mwongeaji, basi anakuwaga hivyo, lakini pia msikivu sana. Na nahisi ndio kitu ambacho kinamfanya kwenye sanaa akue zaidi. Kuna jamaa fulani ambaye umecheza naye, unamzungumziaje naye kwa machache labda? Brighton Dunia. Yeah, Brighton, maana sifahamu jina lake. Anaitwa Brighton Dunia, ni mwigizaji mzuri, na yeye ndo ameshirikiana na Noela kwenye movie yao ya kwanza ambayo inaitwa Dambu. Okay. Yeah, wameshirikiana, ile movie ilikuwa nzuri na ndo nikaanza kupenda karakta zao. Walivyoshirikiana kwenye ile movie walifanya vizuri. Ingawa mimi ndo nilikuwa karibu sana na Noela, ila nilikuwa sijamwamini, labda nione kama naweza nikampa nafasi. Nilikuwa nacheza naye content tu. Ila yeye alivyomwona kwenye content zako akaniambia mwana naomba nicheze naye. Nikamwambia fresh, wewe cheza naye. Akacheza movie. Alikuwa mbona naishi na msanii mkubwa afu sijui. Ndo kwa hiyo jamaa kwanza Brighton ana vision. Kitu ambacho kisababisha nimchukue kwanza nimweke kwenye movie yangu, ana vision. Vision kubwa, vision nzuri. Lakini pia yupo simple. Okay. Yupo simple, na kitu kingine kwa mazingira ya Kigoma ndo msanii pekee ambaye nilimwamini kuwa anaweza akabato na mimi. Okay. Mtu kucheza kama adui kwenye filamu inabidi abato na mimi hapo. Kwa hiyo nilimwamini, nikajua jamaa ataua. Na amefanya vizuri sana. Ameua. Nahisi ukiangalia sini zake vizuri, kuna muda mwingine ameperform mpaka najua jamaa bana nimejiharibia. Bwana yeye ndo anaonekana kama styling. Jamaa yuko vizuri. Yeah. Kwa sasa hivi upo Dar es Salaam. Ndio. Nini ambacho kimekufanya uje Dar? Kwanza niseme nilivyokuwa kule naona ni mbali kidogo. Yeah. Lakini nilikuwa naomba Mungu siku moja niweze kupata nafasi na mimi nifike Dar es Salaam. Nilikuwa tangia nizaliwe nilikuwa sije kufika Dar es Salaam. Nilikuwa naomba Mungu siku moja na mimi nifike Dar es Salaam, nipaone, nijue waigizaji wengine wanaishije, lakini pia nipate challenge mpya. Kulingana na mazingira ambapo nimekulia, challenge zote nishazipitia za yale mazingira. Kwa hiyo nipate challenge mpya kwenye mazingira mapya. Mungu sio Asumani. Nahisi nilikutana na wewe nikiwa na siku nyingi naomba. Mungu Baba na mimi niende Dar kweli. Yaani Baba. Na umri wote huu sijawahi kufika Dar. So tulivyokutana nao kanaambia kwa unaweza ukaja na mimi huku. Sikuwa na jibu lingine tofauti na kukubali. Kwa hiyo mimi nashukuru sana. Lengo kubwa ambalo limesababisha nije Dar ni kujifunza na kujiendeleza zaidi, kwa kuwa umenipa fursa na kuniamini, ukanipa fursa ukaona kuwa naweza ninahitaji kufika haya mazingira, basi nitumie nafasi vizuri kwa kujifunza kutoka kwa watu wengine na kujenga uhusiano mzuri na wasanii wengine wakubwa. Okay. Vizuri sana. Matarajio yako ni ipi zaidi kwenye sanaa, kwenye uigizaji labda? Matarajio yangu makubwa ni siku moja kuiona sanaa ya Bongo ikiwakilisha Afrika. Kama vile tunavyosikia Nigeria, ila Bongo Tanzania tufike kimataifa, tuwakilishe Afrika nzima. Ama Afrika Mashariki iwakilishwe na Tanzania na Afrika nzima iwakilishwe na Tanzania kifilamu.
kwenye mitindo yote ya filamu, ndo vision yangu. Kwa hiyo haijalishi mimi ndo nitatimiza hilo ama mtu mwingine, mimi nipo kwenye hizo harakati, lakini pia kama atatimiza mtu mwingine pia nitashukuru, ila filamu zetu za Tanzania zianze kuuzwa kimataifa, tupitie Amazon Premier, Netflix, masoko makubwa. YouTube ibaki ni soko tu ya kawaida kwetu, sio kimbilio. Sioni YouTube kama kimbilio kwetu sisi. Okay. Na ukipewa nafasi moja ya kuigiza na msanii Tanzania, unaweza kumchagua msanii uigize naye? Ni mchague msanii mmoja ambaye naweza nikaigiza naye Tanzania. Wasanii wote wanafanya vizuri, lakini kuchagua hulingana na story. Wote wanafanya vizuri na ninajifunza sana kutoka kwao. Kila msanii anajifunza kutoka kwake kulingana na kile anachokifanya na jinsi ambavyo anaishi. Kila mtu anakuwa na lifestyle yake, kwa kila mtu kuna kitu anajifunza kutoka kwake. Kwa filamu za action naweza nikamchukua Isalito. Kwa filamu za life za vijijini kuna wasanii wengi wanaweza kufikia nafasi. Labda tu option naweza nikafanya ni moja tu ya action, ambapo naweza nikamchukua Isalito, ila kwa filamu nyingine zote wasanii wanaofanya vizuri ni wengi sana, hata ukiwemo wewe bro. Yeah, kwa wewe mwenyewe pia upo kati ya watu ambao wanani inspire, kwa nikiandaa kazi yangu naweza nikakushirikisha. Kwa hiyo wanafanya vizuri ni wengi. Okay. Nafikiri nimependa sana. Asante. Maana vision yako mwenyewe nimeona ni mbali na sio ya hapa karibu. Naamini kwamba mtu akitaka kufika mbali, ndio tunaangalia ambao tunaishi nao, lakini vision yetu inakuwa ni watu ambao wanaishi huko mbeleni. Ndio kaka. Na mimi kitu ambacho naweza nikakwambia ni kwamba nakutakia safari njema ya maisha yako ya sanaa. Asante kaka. Kwa sababu najua sio nyepesi. Ndio kwanza umeanza, safari ni ndefu. Yeah. Ila kwa kipaji chako naamini Mungu atafungua milango. Nashukuru sana kaka. Na zidi kupiga kazi. Fanya kazi. Hapa kazi tu. Piga kazi. Asante kaka, nashukuru sana. Asante sana kwa muda wako. Nashukuru sana. Yeah. Unajifanya watangazaji wa mchezo. Bro, mbona nimefika sasa? Bro, mtangazaji sasa?